Stirring message that Brother Perry gave us just then from the Word of God. Ulikuwa ujumbe wa kuchangamsha aliotupa ndugu Perry Green wakati huo kutoka kwa neno la Mungu. How true it is that we limit God and time God. Ni kweli jinsi gani ya kwamba tumwekea Mungu mpaka na kumpa Mungu muda. He's eternal, we can't do that. So hatuwezi kufanya hivyo. So tonight we're facing something else now, is a communion. Kwa hivyo usiku wa leo tunakabili jambo lingine, ushirika. 3 years I waited for a church to come in Tucson, but it's here. Kwa miaka 3 nilingoja kanisa lianzishwe Tucson, na ndilo hili. We're here. Naam, nasi tuko hapa. So be thank the Lord. You just let us wait till we can appreciate it now. Kwa hivyo tumshukuru Bwana, ametufanya tungoje hata wakati huu tunapoweza kulidhamini. There's one thing that I want to say just before we start the communion is this. Basi kuna jambo moja ningetaka kusema kabla tu hatujaanza ushirika, na ni hii. That I believe that we have seen enough in our day that we live in. Ya kwamba tumeona ya kutosha katika siku tunazoishi. That we ought to really give all of our being to God. Hata inatupasa kujitolea kabisa kwa Mungu. We should really serve God. Inatupasa kumtumikia Mungu kweli kweli. I believe that He has blessed us with the direct answer to Scripture. Naamini ametubariki sisi kwa jibu moja kwa moja kwa maandiko. As Brother Perry gave it a few moments ago. Kama ndugu Perry alivyonena muda mchache uliopita. That we're at that time. Ya kwamba tuko katika wakati huo. We're not blind. We see that we're here. We've arrived. Sisi si vipofu. Tunaona ya kwamba tuko hapa. Tumewasili. And we also can look around and see that the way that the human mind is leading the people. Pia tunaweza kutazama pande zote na kuona jinsi akili za mwanadamu zinavyowatoka watu. That we can't stay too much long. Ya kwamba hatuwezi kukawia zaidi sana. We've been a complete insane institution the whole world would be. See? Tumekuwa katika kituo cha wenda wazimu kabisa. Ulimwengu mzima ungekuwa hivyo. Mwaona? So we're at the end time. Kwa hivyo tuko katika wakati wa mwisho. Now, as Brother Perry ended up there. Naam, kama ndugu Perry alivyomalizia pale. Seeing these things are true. Kuona mambo haya ni kweli. See that they are true. Angalieni kama ni kweli. They're not myths. Hayo si hadithi. They're not just something that we imagine. Si mambo tu tunayowazia. There's something that's been directly given to us by the Word of God. Ni mambo ambayo tumepewa sisi moja kwa moja na neno la Mungu. And manifested publicly before us. Na kudhihirishwa waziwazi mbele zetu. That we know we are here. Hata tunajua tuko hapa. We don't know how long now. Hatujui kwa muda gani sasa. Because again we come back to a watch, you see, what time it is. Kwa maana tunarudi kwenye zamu, maana ni wakati gani? But we know we're at the time. Bali sisi tunajua tuko hapa, tumefikia wakati huo. And whether God's time. Kama ni wakati wa Mungu. I might imagine someone give a little analysis one time that. Nikiwazia mtu mmoja alitoa maelezo madogo yaliyosema that if God put up with him according, ya kwamba kama Mungu angeli mvumilia kulingana, if he was to lifetime 1,000 years is just one day. Kama angali gawanya wakati miaka 1000 ni siku moja tu. So if a man lived 70 years old, it'd just be a few minutes of God's time. Kama mtu akiishi miaka 70 ingekuwa dakika chache kwa majira ya Mungu. Or it said to be 40 years, that wouldn't even mean time where he could bat his eye. Unaona vema. Inasemekana kuwa miaka 40 hiyo hata haingemaanisha wakati hata wa kupepesa jicho lake. Waona?
That's how quick it is. The whole thing is, if it be allotted time. Oneni ni upesi hivyo jambo lote, kama angalipangiwa muda, Which he doesn't have any time. ambapo yeye hana muda wowote. So he's eternal. I believe it was Sarah back there. Naamini alikuwa Sara kule nyuma, Or no, it was Joseph the other night. ama maskini Joseph usiku uliopita. He said to me, Brother Perry, he said, Daddy, when did God come on this scene? Akaniambia mimi pamoja na ndugu Peri, kasema, baba, ni wapi Mungu alijitokeza lini jukwani? Where did he come from? Yeye alitoka wapi? See? He had to have a beginning. Unaona, hapana budi alikuwa na mwanzo, Didn't he have to sivyo? Je, yeye alikuwa na mwanzo? start? I said, no. Nikasema sivyo. Anything that has a beginning has an end. Kilicho na mwanzo kina mwisho, But it's that which had not a beginning has no end. bali kisicho na mwanzo hakina mwisho. Of course, he's 10 years old. That was kind of a real mouthful for him, see? Bali bila shaka yeye ana umri wa miaka 10. Hilo lilikuwa gumu sana kwake. Waona? And how could he receive that, knowing that something never did begin? Naye angepokeaje hilo, kujua kwamba kitu fulani hakina mwanzo kamwe? Not only to him, it is to me. Si yeye tu, mbali mimi pia. Mnaona? See, it's a great big dose for me. How did it ever begin? Sisi sote mwaona ni jambo kubwa mno kwangu jinsi lilivyoanza. Now, we're fixing to observe something here that's really sacred. Basi tunakaribia kuadhimisha jambo fulani hapa ambalo ni takatifu sana. I was called on a few days ago to some very fine Christian gentlemen. Naliitwa siku chache zilizopita kwa muungwana mmoja Mkristo That's never had this, ambaye amekuwa na hili kamwe, and he understood that we take in communion, literally. naye alifahamu ya kwamba tunashiriki meza ya Bwana, hasa They take it what they call spiritual communion. wao ushiriki wanaoita ushirika wa rohoni, And which, as far as communion, I'd say all right. ambao tukinena kuhusu ushirika ningesema ni sawa, Because communicate is to talk to, see. maana kushiriki maneno ni kuongea na, mwaona. And the brother gave me this scripture. Naye huyo ndugu akanipa andiko He hili, said, Brother Branham, don't you think now? kasema, ndugu Branham, je, ufikiri sasa? The reason I'm saying this is all right, Brother Perry. Sasa sababu ya kusema hili ni vema, ndugu Perry. That reason I'm saying this so that you would understand what you're doing. Mnaona, hiyo ndiyo sababu ya kusema hili, kusudi mfahamu mnayofanya. You don't, if you're walking in anything blindly, you don't know what you're doing. Wewe kama ukiingilia jambo lolote kijinga, haujui ni wapi kile unachotenda. You can't have even confidence if you don't know what you're doing. Hawezi hata kuwa na ujasiri kama haujui unachofanya. But you must understand what you are doing and why you're doing it. Mbali inakupasa kufahamu unayofanya na sababu ya kufanya hayo. He said, now if we take the word of God, isn't that God that we're taking? Yeye alisema, basi tukishiriki neno la Mungu, si huyo ni Mungu tunayemshiriki? I said, exactly right, sir. It's true. Nikasema, kweli hasa Bwana, ni kweli. But we read here that they actually, Paul taught taking the literal Lord's Supper. Mbali tunasoma hapa ya kwamba wao bila shaka Paulo alifundisha kushiriki meza halisi ya Bwana. This do in remembrance of me, said Jesus. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, kasema Yesu. As often as you take it in remembrance of me, you show forth the Lord's death till he comes. Maana kila mlapo huu kwa ukumbusho wangu, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Now, we are to take, Maana basi inatupasa kushiriki. we understand that St. Paul, who ordained it in the church, being the prophet of the New Testament, Tunafahamu ya kwamba Mtakatifu Paulo ndiye aliyeagiza kanisani, akiwa nabii wa Agano Jipya. Peter, James, John, all of them, they wrote Matthew, Mark, Luke, what Jesus did as scribes. Petro, Yakobo, Yohana, wote hao waliandika, naam, Mathayo, Marko, Luka,
yale Yesu aliyotenda kama waandishi. But Paul set the thing in order. Bali Paulo aliweka mambo katika utaratibu. He was the prophet of the New Testament. Yeye alikuwa nabii wa Agano Jipya. Just as Moses went into the wilderness to receive the inspiration to write the five books of the first five books of the Bible. Kama vile tu Musa alivyoenda jangwani akapokea upako ili kuandika vile vitabu vitano vya kwanza vitano vya Biblia. Well, Paul also went into the desert and received inspiration from God. Vema, Paulo pia alienda jangwani na kupokea upako kutoka kwa Mungu To set the New Testament church in order and type it with the old. ili kuweka utaratibu katika kanisa la Agano Jipya na kulifananisha na la kale. Under there they had a sacrificial lamb. Chini pale walikuwa na mwana kondoo wa sadaka And Israel kept that for a memorial. ambaye Israeli walimuhifadhi kwa ajili ya ukumbusho. It was actually used one time coming out of Egypt. Ilitumiwa hasa mara moja walipokuwa wanatoka Misri. But then they kept that as a memorial all down to the age. Na ndipo wakaendelea kufanya hivyo kwa ukumbusho wakati huo wote. Well, the law being a shadow of things to come, you see. Vema, ikiwa Torati ni kivuli cha mambo yajayo. Unaona? Now, I do believe that communion, or what we call communion now, is the Lord's Supper. Sasa naamini ya kwamba ushirika, tunachoita ushirika sasa, ni meza ya Bwana. Now, we only have 3 physical divine orders left to us. Naam. Tuna tu maagizo matatu ya kiungu tuliyoachia. One of them is communion, feet washing, water baptism. Mojawapo ni ushirika, kutawadhana miguu, ubatizo wa maji. That's the only 3 things. Hayo ndiyo tu mambo matatu. That's the perfection of the 3. Huo ndio ukamilifu wa utatu. That's the only 3 orders we have. Naona? Na hayo ndiyo tu maagizo matatu tuliyo nayo. We realize that was the issue given by St. Paul in the New Testament. Tutambua ya kuwa hilo ndilo jambo lililotolewa na Mtakatifu Paulo katika Agano Jipya. Now, if we would say Sasa, kama tungesema the communion should just be taking the word, ushirika unapaswa uwe tu kupokea neno. I don't believe anyone has a right to take the Lord's Supper until he's taken the word of the Lord into his heart. See? Siamini yoyote ana haki ya kushiriki meza ya Bwana mpaka kwanza amelipokea lile neno la Bwana moyoni mwake. Because I'll read something for you in a few moments and you'll see. Kwa sababu nitawasomea kitu fulani kwa dakika chache nanyi mtaona. Now, notice, then, why then would we would... Sasa tazameni, basi mbona basi sisi tunge on the same basis we could absolutely justify the Salvation Army. kwa msingi ule tungewahesabia haki jeshi la wokovu. They do not believe in any form of water baptism. Hawaamini namna yoyote ya ubatizo wa maji. That we don't need it. Kasema hatuuhitaji. Now, if we don't need water baptism, why are we baptized? Basi iwapo hatuhitaji ubatizo wa maji, mbona tunabatizwa? I said, well, water can't save you, the blood saves you. Kasema maji hayawezi kukuokoa, damu ndiyo inayokuokoa. I'll agree with that. Right, that's right, the blood saves you, not the water. Nakubaliana na hayo. Hiyo ni kweli, damu ndiyo inayokuokoa, si maji. But we must take the water as an outward emotion that an inward work of grace has been done. Bali hatuna budi kuchukua maji kama onyesho la nje ya kwamba kasi fulani ya ndani ambayo ni ya neema imekwisha kufanyika. So must we own communion. Naona yatupasa kufanya vivyo hivyo kwa ushirika. When we have taken the Lord, our sacrifice, into us, tunapompokea Bwana dhabihu yetu ndani yetu, as a matter of spiritual
birth into kama tendo la kuzaliwa kiroho ndani yetu, us, and his body we live by him by the word. na mwili wake tukaishi kwa neno lake. We also should symbolize it because it's a commandment. Inatupasa kuonyesha hayo kwa mfano, kwa maana ni amri. Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu. Paul said, I have received of the Lord that which I also delivered unto you, Paulo alisema, nimepokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, that the Lord Jesus, the same night which he betrayed, ya kwamba Bwana Yesu siku ule aliyotolewa, he took bread and brake it and gave it to the disciples and said, alitwaa mkate akaumega na kuwapa wanafunzi na kusema, take and eat, this do in remembrance of me. twaani mle, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. For as often as you take this bread, you show forth his death till he comes. Kwa maana kila mulapo mkate huu mwaitangaza mauti yake hata aja. Now, we find out that in that, they had people who come. Sasa twaona ya kwamba katika hayo walikuwa watu waliokuja, And this precious brother, very dear brother, na huyu ndugu mpendwa, ndugu mwema sana, he came and he said, I never did take it, Brother Branham. alikuja na kusema, sijashiriki kamwe ndugu Branham, I don't understand what it is. sifahamu ni nini. I've been taught the other side. Akasema, nimefundishwa upande huo mwingine. I said, but remember, we will admit that St. Paul set it in order in the early Christian church. Nikasema, lakini kumbuka, tutakubali ya kwamba Paulo aliiweka katika utaratibu katika kanisa la Kikristo la mwanzoni. They went from church from house to house, Walienda kutoka kanisa nyumba kwa nyumba, broke the bread with singles to the heart, and so forth. wakiumega mkate kwa moyo mmoja na kadhalika. Now, I said he did put it in the church. Basi nikasema, yeye aliweka kanisani. Galatians 1:8, he said, Wagalatia 1:8, yeye alisema, but if an angel from heaven comes and says anything else, let it be accursed. Amen. kama malaika kutoka mbinguni akija na kusema neno lingine, na alaaniwe. Mwaona? One. The same one had him be rebaptized again from the baptism of John Mtu yule yule aliyewafanya wabatizwe tena kutoka ubatizo wa Yohana, to be baptized in the name of Jesus Christ. ubatizo katika jina la Yesu Kristo. You see, there are three things that we must do as symbols. Mwaona, kuna mambo matatu ambayo hatuna budi, mambo matatu yatupasayo kutenda kama mifano: Lord's Supper, feet washing, water baptism. See, there's meza ya Bwana, kutoadana miguu, ubatizo wa maji. Mnaona, kuna he said, well, now the Salvation Army takes it from the point. nasema vema, wale nam jeshi la wokovu uchukua kutoka kwa jambo kwamba The dying thief, when he died, he wasn't baptized. yule mwizi mautini alipokufa hakuwa amebatizwa bado. Jesus said he'd be in heaven. Yesu alisema huyo atakuwa mbinguni. That's exactly the truth. Hiyo ni kweli hasa, That's exactly. ndivyo hasa. But you see, he only recognized Jesus right there in the hour he was dying. See? Bali mwaona, alimtambua Yesu papo hapo tu katika saa ya kufa. Mwaona, That's the only opportunity he had. hiyo ndiyo tu nafasi aliyokuwa nayo. He's a thief. He's away. He's out. Yeye alikuwa mwizi, alikuwa mbali, alikuwa nje. And as soon as he seen that light, he recognized. Naye mara alipoiona hiyo nuru akaitambua. Lord, remember me. Bwana, nikumbuke. And Jesus, that was true. Naye Yesu, hiyo ilikuwa kweli. But to you and I, who know that we should be baptized and refuse to do it, Bali kwako na kwangu tunaojua inatupasa tubatizwe na kukataa kufanya hivi, then that'll be between you and God. basi hiyo itakuwa kati yako na Mungu. Same thing in communion. Jambo lile lile katika ushirika. Now, when we take this communion, Sasa tunapoupokea huu ushirika, it isn't just the thing Sam come up here and go to eat some bread and I believe I'm a Christian. si kusema tu naja huku nikale mkate nami nitaamini mimi ni Mkristo. But if you notice, the Bible said, he that eateth and drinketh unworthily shall be guilty of the blood and the body of the Lord. Bali ukitazama,
Biblia ilisema yeye alaye na kunywa isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya damu na mwili wa Bwana. Unaona? You've got to live a life that before the people. Inakupasa kuishi maisha ambayo mbele za watu, And before God and the people, ambayo na mbele za Mungu na watu, that shows that you are sincere. Yanayoonyesha ya kwamba kwamba mwaminifu. Just a moment longer. Naam, hebuni kwa muda mchache zaidi. Now, in the Old Testament, when the sacrifice was made a statute or an ordinance. Sasa katika Agano la Kale, wakati dhabihu ilipofanywa amri, agizo. And so is water baptism an ordinance. Vivyo hivyo batizo wa maji ni agizo. So is feet washing an ordinance. Kutohadana miguu ni agizo pia. So is the Lord's Supper an ordinance. Meza ya Bwana ni agizo pia. Blessed is he who does all of his ordinances. Heri yule atendaye maagizo yake yote, Keeps all of his statutes. anayetii torati zake zote, Keeps all of his commandments, amri zake zote, that he might have a right to enter into the tree of life. apate haki ya kuingia katika ule mti wa uzima. Now, notice in this now, Sasa tazameni hili sasa, that in that first, when it was first an ordinance of God to bring a sacrifice to the church, ya kwamba mara ya kwanza, wakati ilikuwa kwanza agizo la Mungu kuleta dhabihu kanisani and to the temple and the altar, na hekaluni na madhabahuni, and offer your gift and for your sins the sacrifice of a lamb. na kutoa dhabihu yako na kwa ajili ya dhambi zako dhabihu ya mwana kondoo. I can just imagine seeing some Jewish brother coming down the road. Vema, naweza tu kuwaza ndugu wa Kiyahudi akija barabarani Knowing that he was guilty, akijua ya kwamba yeye alikuwa mwenye hatia, and he goes to the altar or brings his fat ox, a bullock or whatever he had, naye aenda madhabahuni ama analeta ng'ombe wake mnono ama fahali au chochote alichokuwa nacho, or lamb, something. ama kondoo mume, mwana kondoo, chochote kile. He brought it down the road just as sincere as he could come. Alikuwa amekuja nayo barabarani, mwaminifu awezavyo kuja. He walked up there keeping God's ordinance just as sincerely as he could. Akaenda pale akitia agizo la Mungu kwa uaminifu kabisa. Then he laid his hands upon it, Kisha akaweka mikono yake juu yake confessing his sins, akikiri dhambi zake, and the priest placing his sins upon the lamb, naye kuhani akiweka hii dhambi zake juu ya huyo mwanakondoo. and the lamb's throat was cut, Kisha shingo ya huyo mwanakondoo ilikatwa, and then died for na basi akafa kwa ajili yake. him as he laid there, the little lamb kicking and bleeding. Alipokuwa amelala pale, huyo maskini mwanakondoo akipiga mateke na kutokwa na damu, His hands being full of blood and flying all over, huku mikono yake imejaa damu nayo ikimiminikia mwili mzima, the little lamb blatant dying. huku huyu maskini mwanakondoo akilia akifa. He will realize that he had sinned and something had to die in his place. Yeye angetambua alikuwa ametenda dhambi na kitu fulani kilipaswa kufa kwa ajili yake. Therefore he was offering this lamb's death for his death. Kwa hivyo yeye alikuwa akitoa mauti ya mwanakondoo huyu kwa ajili ya kifo chake. Waona? The lamb died in his place. Huyo mwanakondoo alikufa mahali pake. Then a man done it with sincerity, with deepness of his heart. Basi mtu huyu alifanya hayo kwa uaminifu, kwa unyenyekevu wa moyo wake. Finally, over and over it went again. Hatimaye ikarudiwa na kurudiwa tena. Over and over it kept going until finally it became a tradition. Ikaendelea kutendwa hata mwishowe ikawa mapokeo. The commandment of God became a tradition to the people. Amri ya Mungu ilikuwa mapokeo kwa watu. And then here he come down, well, let's see, this is so-and-so day. Kisha ndiye huyu anashuka.
Vema, hebu tuone. Huyu ni fulani wa fulani leo. Maybe I better go down. Yeah, Labda yanipasa kwenda kule. Naam, I better offer a bullock. yanipasa kutoa fahali. He went out, well, Lord, here's my bullock. Kashuka, vema Bwana, ndiye huyu fahali wangu. See, there's no sincerity in it. Mnaona, hamna uaminifu kwake, There's no understanding to it. hamna ufahamu kwake. Now, we don't want to take communion like that. Naam, hatutaki kupokea ushirika hivi. That's the same thing as we come to the Lord's table. Ni jambo lilo hilo tunapokuja kwenye meza ya Bwana. Isaiah 35, no, I beg your pardon. Isaya 35, la samahani, Isaiah 60. Isaya 60. Let me take that back. Hebu nirudishe hilo nyuma. I believe it's Isaiah 28. That's where we find this. Naamini ni Isaya 28 ndipo tunapopata hili. I'm pretty sure that's the right chapter. Na hakika hiyo ndiyo sura yenyewe. He said, precept must be upon precept. Yeye alisema amri ni lazima iwe juu ya amri, And line upon line upon line. na kanuni juu ya kanuni juu ya kanuni, And here a little, there a little. huku kidogo na huku kidogo. Hold fast to that what's good. Shikilia yaliyo mema. For stammer lips and other tongues will I speak to this people. Kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine atasema na watu hawa. And this is the rest. Na hii ndiyo raha. He said, all the tables of the Lord has become full of vomit. Yeye alisema meza zote za Bwana zimejaa matapiko. Who can I teach doctrine? Nitamfundisha nani maarifa? Who can I make to understand? Nitamfahamisha nani? I think that was the right scripture, Isaiah 20. Naamini hilo ndilo andiko halisi, Isaya 28. Who can I make understand doctrine? Ni nani niwezaye kumfahamisha maarifa? See the tables. Mwaona zile meza? Now we find out today that this great thing that we're fixing to do tonight Basi tunaona ya kwamba leo jambo hili kuu tunalokaribia kufanya usiku huu, in commemoration of his death and his body that we believe that we eat daily. kwa ukumbusho wa mauti yake na mwili wake tunaoamini tunaula kila siku. We just got through eating as our brother preached to us. Ama tumekwisha kula sasa hivi kama vile ndugu yetu alivyotuhubiria. Taking the word of God, Tukichukua neno la Mungu, we believe it with all of our heart. tunaliamini kwa moyo wetu wote, We see it manifested, tunaliona likidhihirishwa, we see it given to us, tunaliona likitolewa kwetu, we see it vindicated, tunaliona limedhihirishwa, we feel it in our lives, tunalisikia maishani mwetu, and we must come to this with a deep conscience of what we're doing. na inatupasa kulijia hili tukijua waziwazi yale tunayofanya, Not just because it's an order. si eti kwa sababu ni agizo. You go into church and many times they get out an old soda cracker. Unahudhuria kanisa fulani na mara nyingine wanatoa mkate mwembamba mgumu wenye chachu, Or some kind of something. ama baadhi ya kitu Break it up, wakavunjavunja light bread or something, mkate mwembamba au kitu fulani and break it up. na kuvunjavunja, People who smoke, drink, everything else, na watu wanaovuta sigara, wanaokunywa pombe na kadhalika, because they're a member of the church, they come and take the Lord's Supper. kwa maana wao ni wafuasi wa kanisa hilo, wanakuja na kupokea meza ya Bwana. Well, that's filthiness before God. Vema, huo ni uchafu mbele za Mungu. Even the sacrifice, Hata zile sadaka, said your holy days and your sacrifice become a stench in my nose. kasema sikukuu zenu na sadaka zenu zimekuwa uvundo puani mwangu. Yet he ordained them to make that sacrifice, Walakini aliwaagiza watoe hizo sadaka, but the way they treated it, it become a stench. bali walivyozitendea zikawa uvundo, Stink in his nose, his nostrils. ikanukia puani mwake, mapua yake. It was the very sacrifice that he ordained. Sadaka ile ile aliyoiagiza. That's the way we take the word of God. Hivyo ndivyo tunavyolipokea neno la Mungu. Too many Christians today so-called does that. Wakristo wengi sana siku hizi wanavyodhaniwa hufanya hivyo.
We stand up here and teach this word Tunasimama humu na kufundisha neno hili and say Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, na kusema Yesu Kristo siye yeye yule jana, leo na hata milele, and teach the things that He promised us that He would honor, na kufundisha mambo ambayo yeye alituahidi sisi ya kwamba atatimiza, and say, oh, well, that was for something else. na kusema lo, vema, haya yalikuwa ya kitu kingine. Our solemn worships have become a stink in His nose. Ibada zetu sasa doma zimekuwa uvundo puani mwake. He will not receive it by no means. Yeye hatazipokea kwa vyovyote vile. That's the reason by our traditional habits. Hiyo ndiyo sababu yake kwa tabia zetu za mapokeo. You don't take the Lord's Supper by tradition. Hupokei meza ya Bwana kwa mapokeo. You take it because it's the love of God in your heart. Unaipokea kwa sababu ni upendo wa Mungu moyoni mwako. And keeping the commandments of God. See? Kutii amri za Mungu, unaona? That's what you take it for. Unaipokea kwa sababu hiyo. So if you don't take it in sincerity, Kwa hivyo usipoipokea kwa unyenyekevu, just it's a tradition. ni mapokeo tu. Well, our church observes communion once every Sunday. Vema, kanisa letu hupokea ushirika mara moja kila Jumapili, Once every month, mara moja kwa mwezi, or twice a year. ama mara mbili kwa mwaka. And you go up and say, well, it's my time. Nawe waenda huko na kusema vema, ni zamu yangu, And then take the communion. kisha ukapokea ushirika. Why, it's a stink to God, see. Naam, ni uvundo kwa Mungu. Unaona, That's just a tradition. hayo ni mapokeo tu, Even like anything else, hata kama ilivyo kwa kila kitu. you've got to be sincere. Huna budi kuwa mwaminifu. God wants the depths of your heart. Mungu anataka kilindi cha moyo wako. You remember the very God that brought you here on earth Kumbuka, Mungu yule aliyekuleta hapa ulimwenguni is the one you're serving. ndiye unayemtumikia. Unaona, You're doing this because He said so. unafanya hili kwa sababu yeye alisema hivyo, Because it's His order. kwa sababu ni agizo lake. Then we want to come up with deepness, sincerity, Basi tunataka atuje kwa uaminifu sana, knowing that by God's grace that we have been saved tukijua kwamba kwa neema ya Mungu tumeokolewa, and we love Him and we feel His presence nasi tunampenda na tunasikia uwepo wake, and we see change our lives. na tunaona ukibadilisha maisha yetu. Our whole being is changed. Utu wetu wote umebadilishwa. We're different people. Sisi tu watu tofauti. We don't live like we used to. Hatuishi kamwe tulivyokuwa tukiishi. We don't think like we used to. Hatuwazi kamwe tulivyokuwa tukiwaza. Like in the book here. Kama katika kitabu hapa. And a spot there was talk about the two books being one. Na mahali pale tulipokuwa tukinena habari za vile vitabu viwili kuwa kimoja. The book of life. Ile kitabu cha uzima. The first book of life coming up. Kitabu cha kwanza cha uzima kikija. Was when you were born. That was your natural birth. Ilikuwa wakati ulipozaliwa, huko kulikuwa kuzaliwa kwako kwa kawaida. But then one time way back down in there was a little grain of life. Unaona, mbali wakati mmoja kule nyuma kabisa kulikuweko chembe ndogo ya uzima. As I was explaining to some of the young sisters at the house this afternoon. Kama nilivyowaeleza baadhi ya dada wadogo kule nyumbani adhuhuri ya leo. See, there's a little grain of life in. Unaona, kuna chembe ndogo ya uzima iliyoko mle. Now that you wonder, where did it come from? Ambayo ungeshangaa, je, ilitoka wapi? What these strange things? Nini mambo haya ya ajabu? I was saying it's taken for myself. Nilikuwa nikisema hili nikinena kwa niaba yangu mwenyewe. Like it's going to say William Branham. Kama ungalisema William Branham. Well, 40 years ago, the William Branham, this is the same one tonight. Vema. Miaka 40 iliyopita yule William Branham huyu usiku. Somebody back there would say William Branham, he was a rank rascal. See? Na mtu fulani nyuma kule angesema yeye alikuwa mlaghai. Kweli wa. Because I was born of Charles and Ella Branham.
kwa sababu nilizaliwa na Charles na Ella Branham. In that nature, I was a sinner. Katika asili yao nilikuwa mwenye dhambi. I came to the world a liar. Nikaja ulimwenguni mwongo. And all the habits of the world laid right in me. Na tabia zote za ulimwengu zilikaa ndani yangu. But down in there too was another nature present. Bali humo ndani pia kulikuwa na asili nyingine. Wow. Predestinated. Iliyochaguliwa tangu awali. Is in there by God. Iliyowekwa mle na Mungu. In this same body. Katika mwili huu, waona? Two natures in there. Well, I only cater to asili mbili mle ndani. Vema, nilishughulikia moja tu. one. As it growed, good as a baby. Na nilipasa sauti kama mtoto mchanga. Dada. First thing punde sipunde. Become a liar, become everything else. That's a sin. Nikawa mwongo, nikawa chochote ambacho ni chenye dhambi. Because I raised up that way. Kwa sababu nilikuzwa hivyo. But down in there was a little speck of life all the time. Basi ndani mle mlikuwepo chembe ndogo ya uzima wakati huo wote. I used to remember as a little boy. Nilikuwa nikikumbuka kama mvulana mdogo. I hope I'm not holding it too long. But going, natumaini siwakawishi sana, mbali nikijua sitting out in the on the creek bank. Nikiketi kule nje kwenye ukingoni mwa gumba ndogo. I'd sit there and look around at night time. Nami ningeketi mle na kutazama pande zote usiku. Pop and Mom, they're gone on out to their rest. Baba na mama wamekwisha kwenda rahani mwao. And them days they were sinners. Na siku hizo wao walikuwa wenye dhambi. There's no Christianity in our homes at all. Hakukuwepo Ukristo nyumbani mwetu hata kidogo. Oh, my drinking and parties and carrying on. Naam, jamani. Kunywa pombe, karamu na kufanya asiyofaa. It made me sick. Ilinichukiza. I'd take my lantern and my dog and go to the woods to stay all night. Nami ningechukua taa yangu pamoja na mbwa wangu na kuenda msituni kukaa humo usiku kucha. In the winter time I'd hunt till the party was over. Katika majira ya baridi ningaliwinda hata karamu zilipokwisha. Or maybe daylight in the morning. Labda kwenye mapambazuko. Come home wouldn't be over. Narudi nyumbani, la, hazijakwisha. I'd lay on top of a shed and sleep, waiting for daylight to break. Ningejilaza juu ya kibanda na kulala uzingizi, Waiting for daylight to break. ngojea mapambazuko. Then I'd think of how the times. Ndipo ningewazia habari za majira. Then being out there in the summertime. Wakati huo nikiwa kule nje katika majira ya kiangazi. Get sticks and put it down for a little windbreak. Nichukue vijiti vyangu na kuvifanya vizuie upepo. Or if it rained, lay there and have the pole sticking in the water fishing. Ambapo ikiwa ilinyesha nilale hapo huku vijiti vikitokeza majini nikivua samaki. My old coon dog laying there. Maskini mbwa wangu ameketi pale. I'd say, looky here. Nikisema, tazama hapa. You know, last winter I camped right here one night. Wajua, katika majira ya baridi yaliyopita nilipiga kambi papa hapa usiku mmoja. I built a fire right here when I was waiting for my old dog here to tree. Nikawasha moto papa hapa nilipokuwa nikimngojea maskini mbwa wangu afukuze mnyama. And I had a fire here. It was froze 5 inches deep in the ground. Nami niliwasha moto hapa. Ardhi iligandamana kwa baridi kina cha inchi 3. That little flower, where did you come from? Basi, maskini wewe, ulitoka wapi? Well, where did you come from? Ulitoka wapi? Who came out here and planted you? Ni nani aliyekuja hapa kukupanda? And what hothouse did they bring you out? Na walikutoa kwenye kibanda kipi cha kuotesha maua? Or what about, where'd you come from? See? Au, je, ulitoka wapi? Waona? That little flower said, Hilo ua ndogo, ningesema. well, it was frozen, everything, and I built a fire on top of it. Naam,
ardhi ilikuwa imegandamana na kadhalika, nami nikawasha moto juu hapo. Besides the freezing element, Mbali na sehemu zilizogandamana, there was a heat element laying here on a big old log where I burned it. kulikuweko na hali ya joto humu juu ya gongo kubwa la kale nililochoma moto. And yet here you are, you're alive. Hata hivyo ndiwe huyu uhai. Where'd you come from? Je, ulitoka wapi? What was it? Ilikuwa nini? There was another William Branham. Ulikuwepo William Branham mwingine. See, a little spot of eternal life down there from the genes of God. Mwaona ndoa ndogo la uzima wa milele mle kutoka katika chembe hai za Mungu. The Word of God that was placed in. Neno la Mungu ililowekwa mle ndani. Each one of you can think of similar things. Kila mmoja wenu anaweza kuwazia mambo kama hayo. Mwaona It was working. lilikuwa likitenda kazi. Now look up to the trees, I think, Kisha nilitazama mitini na kuwaza, Lee, I've seen you fall off last year. jani, nilikuona ukipukutika mwaka uliopita, And why are you back there again? nawe umerudi hapa tena. And where'd you come from? Ulitoka wapi? What brought you here? See? Nini kilikuleta hapa? It was that eternal life working in the body. Waona, ulikuwa huo uzima wa milele ukitenda kazi katika mwili huo. Now, then one day as I walked on, Basi ndipo siku moja nilipokuwa nikitembea, that voice talking, don't never smoke, drink, so forth. hiyo sauti ikisema usifute sigara kamwe, usinywe pombe na kadhalika, And the young fellows, I got older. na hao vijana wote na kadhalika wakakomaa. See, there was something moving, Waona, kulikuwa na kitu kilichokuwa kikitenda kazi. but yet all at once I looked up and I said, Walakini mara nilitazama juu na kusema, I'm not the son of Charles and Ella Branham. mimi si mwana wa Charles na Ella Branham. There's something calling like my little eagle. Kuna kitu kinachoniita kama maskini tai wangu. I'm not a chicken. Mimi si kuku. There's something up yonder somewhere. Kuna kitu fulani kule ng'ambo mahali fulani. Oh, great Jehovah, whoever you are, open up. Yehova uliye mkuu, hata uwe nani, nifungulie. I want to come home. Nataka kuja nyumbani. There's something in me calling. Kuna kitu fulani ndani yangu kinachoita. Then I was born again. Kisha nikazaliwa mara ya pili. That little life was laying there. Uzima mdogo ulikuwa mle, The life of water was poured upon it. wae wa maji ukamwagiliwa humo, Then it began to grow. kisha ukaanza kukua. Now, that old life was forgiven. Naam, hayo maisha ya kale yalisamehewa, Put in the sea of God's forgiveness to never be remembered against me no more. yakawekwa kwenye bahari ya usaulifu wa Mungu, yasiye yakakumbukwa dhidi yangu tena. Now, we stand justified Sasa tumekwisha kuhesabiwa haki, as though we never had sinned in the presence of God. kama kwamba hatukutenda dhambi kamwe mbele za Mungu. Then when we come to the Lord's table, Basi tunapokuja kwenye meza ya Bwana, we must come in reverence, love, and respect. inatupasa kuja kwa unyenyekevu, upendo na heshima ya. Look where we would have been if it hadn't been for Him. Tazama mahali tungalikuwa isingalikuwa kwa ajili yake. Look where it would have been. Tazama ambapo ingalikuwa. Therefore, Paul, I think, in saying this, Hivyo Paulo nafikiri katika kusema hili, therefore, when you come together to eat, tarry one for the other. kwa hivyo mkutanikapo mpate kula, ngojeani. That is, in other words, just wait a few minutes. Hiyo ni kusema, kwa maneno mengine, ngoja tu kwa dakika chache. Pray. Check yourself out. Omba, jichunguze, And if you know a brother's in there just about to do something that's wrong or something, na iwapo unajua mna ndugu fulani humu aliye karibu kufanya jambo mbaya ama chochote kile, you pray for him too. See, basi mwombee pia. Waona, tarry one
the other. Wait just a minute. Pray. Ngojeni kwa kitambo kidogo tu, ombeni. If there's any feelings between you or something, Iwapo muna neno ninyi kwa ninyi ama chochote, don't do it. Msifanye hivyo. Go make that right first. See? Nendeni mkasuluhishe hayo kwanza. Maona? Go straighten that up first. Nendeni mkanyoshe hilo kwanza, Because we want to come here just as pure as we can be kwa sababu wanataka kuja hapa wakiwa wasafi iwezekanavyo, in our thoughts of one another and to God na tunayowaziana sisi kwa sisi na kwa Mungu and to each other, na kwa mmoja kwa mwingine, and then we come in fellowship around the table of the Lord. See? ndiposa tunakuja kushiriki katika meza ya Bwana. Mwaona? And we do this because that we are giving thanks to Him. Nasi hufanya hivi kwa maana tunamtolea yeye shukrani, And among one another, na sisi kwa sisi, eating the bread between each other, tukila mkate sisi kwa sisi, drinking the wine between each other, tukinywa divai sisi kwa sisi, as His blood and His flesh. kama damu yake na mwili wake. Except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. See? Msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Mnaona? You see, that's what the Bible says. Mnaona? Hivyo ndivyo Biblia ilisema. Except you do it, there's no life. Msipofanya hivyo, hamna uzima. You see, you are then more or less Mnaona? Hapo basi wewe kwa kadiri showing you are ashamed to identify yourself as a Christian. unaona haya kujitambulisha mwenyewe kama Mkristo Because of the life that you live. kwa sababu ya maisha unayoishi. And then this is really the showdown. Ndiposa hili ndilo shindano la kuamua. Then if you don't do it, you have no life. Tena usipofanya hivyo, hauna uzima. If you do it unworthily, Kama ukifanya hivyo isivyostahili, you're guilty of the body of the Lord. una hatia ya mwili wa Bwana. Same thing in water baptism. Jambo lile lile katika ubatizo wa maji. If we say we believe on Jesus Christ, He saved us from sin. Kama tukisema tunamwamini Yesu Kristo, yeye aliyetuokoa kutoka dhambini, And we're baptized in the name of Jesus Christ, nasi tumebatizwa katika jina la Yesu Kristo, while we bring disgrace to Him. naam, tunamletea yeye aibu. We do the things that's wrong, Tunafanya mambo mabaya and we'll have to pay for that. na itatulazimu kuyajutia. And another thing, when we do that, Na jambo lingine ni kwamba tunapofanya hivyo, we are trying to profess one thing and do another. tunajaribu kukiri jambo moja na kutenda lingine. That's the trouble of us today. Hiyo ndiyo shida yetu leo. What I think, I'm saying us, me, Navyofikiri, mi nasema sisi, mimi, and the church that the Lord God has let me speak to in these last hours. na kanisa la Bwana ambalo Mungu ameniruhusu kuzungumzia katika majira haya ya mwisho, We believe we're in the closing time. ambapo tunaamini tuko katika wakati wa kumalizia. We believe that God has given us a message. Tunaamini ya kwamba Mungu ametupa ujumbe, It's been ordained of God. umeamriwa na Mungu, It's been proven of God. umethibitishwa na Mungu, It's been showed of God. umeonyeshwa na Mungu. Now we must come to Him with reverence. Sasa inatupasa kumjia yeye kwa unyenyekevu And with love, na kwa upendo and with purity of heart and mind and soul. na kwa weupe wa moyo na nia na nafsi. You know the hour should arise Yua saa itakuja hivi karibuni, when right among us will be the Holy Spirit will speak out like it did in Ananias and Sapphira. Amen. ambapo ukweli miongoni mwetu Roho Mtakatifu atanena kama alivyofanya katika Anania na Safira. See, that hour is arriving. Mwaona, hiyo saa inakuja. See, and we are now. You just remember that. See, Mwaona, nasi naam,
Kumbukeni hayo tu, mna that God is going to dwell among His people. ya kwamba Mungu ataishi kati ya watu wake. That's what He wants to do now. Hivyo ndivyo anavyotaka kufanya sasa. We can receive the message as saying, Tungepokea ujumbe tukisema, if I was a young man hunting for a wife, kama nilikuwa kijana mwanamume na huku namtafuta mke, and I could find a wife, I said, she's just perfect. nami ningempata mke, nikasema yeye ni mkamilifu kabisa, She's a Christian. yeye ni Mkristo, She's a lady. She's all this. yeye ni bibi, yeye ni haya yote. I got confidence. Ninamtumaini, No matter how much confidence, how much I think she's nice, haijalishi ninamtumaini jinsi gani, jinsi ninavyofikiri yeye ni mzuri, I've got to receive her. sina budi kumpokea. She's got to receive me. Hana budi kunipokea. See? Upon these vows. Unaona, juu ya nadiri hizi. Well, it's the same thing we find in the message. Vema, ni jambo lile lile tunaloona kuwa ni ujumbe. We see it's right. Tunaona ni wa kweli. We see God vindicates it's right. Tunaona Mungu akiudhibitisha kuwa kweli hasa. It's perfectly right. Ni kweli kabisa. Year after year, year after year, continues right, continues right. Mwaka baada ya mwaka, mwaka baada ya mwaka, uzidi kuwa kweli, unaendelea ukiwa kweli. Everything it says happens just exactly the way He said. Kila kitu lisemacho kinatukia jinsi hasa yeye alivyosema. Now we know it's right, Naam, tunajua ni kweli. but see, don't do it from an intellectual standpoint. Bali unaona, usifanye hivyo kutoka kwa msimamo wa kielimu. If you do, you got a second-handed religion. Ukifanya hivyo, una dini iliyokwisha kutumiwa. Waona, We don't want a second-handed religion, hatutaki dini iliyokwisha kutumiwa, something that somebody else has experienced, and we are living off of their testimony. kitu ambacho mtu mwingine amekwisha kujaribu, nasi tunaishi kwake kwa ushuhuda wao. As I believe it was Jesus said to Pilate, Naamini Yesu alimwambia Pilato something, a word I was thinking, he said there just a few moments ago. jambo fulani, neno nililokuwa nikiwazia, na alisema hapo muda mchache tu uliopita. Who told you that? Ni nani aliyekwambia hayo? Or was it revealed to you? Ama je, yalifunuliwa kwako? How did you know these things? Ulijuaje mambo hayo? In other words, Kwa maneno mengine, I don't know what the word is now. sijui ni neno gani sasa. It's been a long time since. Ni muda mrefu tangu nilipolisoma. But how'd you know this? Bali ulijuaje? Ulionaje yale? Je, How did He reveal this to you about Him being the Son of God? ni nani aliyekufunulia hili juu ya yeye kuwa mwana wa Mungu? Who revealed it to you? Ni nani aliyekufunulia? Did some man tell you that? Je, mtu fulani alikwambia hayo? Or, Ama as Jesus said, is it my Father in heaven which has revealed it to you? kama Yesu alivyosema, ni Baba yangu aliye mbinguni aliyekufunulia. See? Waona? How did you learn it? Unaona? Ulijuaje hilo? Kutoka kwa mwingine? A second hand? Kutoka kwa mwingine? Or is it a perfect revelation from God? Ama ni ufunuo mkamilifu kutoka kwa Mungu? Is this communion just something I go up for an order? Je, ushirika huu ni jambo linaloliendea tu agizo fulani? Say, well, the rest of them take this, I will too. Kasema vema, wengine wao hupokea, nitafanya hivyo pia. It's a revelation. Ni ufunuo That I am part of Him, ya kwamba mimi ni sehemu yake, and I'm part of you. nami ni sehemu yenu, And I love nami nawapenda you, and I love Him. na ninampenda yeye. And we're taking this together as a symbol of our love to God. Pia nasi tunaopokea huu pamoja kama mfano wa upendo wetu kwa Mungu And our love and fellowship to one another. na upendo wetu pamoja na ushirika wetu sisi kwa sisi. Now, I want to read some from the Scripture, Sasa nataka kusoma machache kutoka kwa maandiko, and then I guess whichever way Brother Perry desires to. ndiposa nakisia ni wapi ninyi kwa njia yoyote ndugu Peri atakayo leo. I wish you'd read it with me if you got your Bible. Ningependa msome pamoja nami iwapo mna Biblia zenu. 1 Corinthians,
the 11th chapter and begin with the 23rd verse. Wakorintho wa kwanza au sura ya 11 tukianzia mlango wa 23. And then also at our tabernacle, Alafu pia kwenye maskani yetu we've always observed this and feet washing. Always. daima tumeadhimisha hili na kutoa dana miguu kila mara, Because they go hand in hand together. sababu ya ambatana pamoja. I believe the brother announced it Wednesday night Naamini ndugu alitangaza Jumatano usiku, because of the crowds and you don't have enough room to get the people in for feet washing. kwa sababu ya umati hamna ya nafasi ya kutosha kuwaleta watu kwa ajili ya kutoa dana miguu. They go observe this Wednesday night. Wataadhimisha hayo Jumatano usiku. Now, 23rd verse of the 11th chapter of 1 Corinthians. Listen to Paul now. Basi kifungu cha 23 cha sura ya 11 ya Wakorintho wa kwanza, msikizeni Paulo sasa. Now remember, keep this in mind. Sasa kumbukeni na msisahau haya. Galatians 1:8. If we or an angel from heaven preaches any other gospel unto you. Wagalatia 1:8. Ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote, then this gospel that he had preached, let him be accursed. isipokuwa injili hii aliyokuwa amehubiri na alaaniwe. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. ya kwamba Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, And when he gave thanks, he brake it, naye akisha kushukuru akaumega, said, take and eat, this is my body, sema, huu ndio mwili wangu which is broken for you. ulio kwa ajili yenu. This do in remembrance of me. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Now let me stop right here to say, Naam, hebu nikome hapa niseme, but taking the body of the Lord Jesus Christ in this communion does not mean that that communion is the literal body of Christ. lakini kula mwili wa Bwana Yesu Kristo katika ushirika huu haukumaanishi ya kwamba ushirika ni mwili halisi wa Kristo. That's Catholic. Hiyo ni Katoliki. I do not believe that's right. Siamini ya kwamba hiyo ni kweli. I believe it's only an ordinance that God made with us. Naamini agizo tu ambalo Bwana alituagiza. Mwaona, It isn't an actual body. si mwili halisi. It's not. It's really a little piece of kosher bread. Naam, bila shaka ni kipande cha mkate usiotiwa chachu. It's just an ordinance. Ni agizo tu. Neither do I believe that the baptism of Jesus Christ, Wala siamini ya kwamba ubatizo wa Yesu Kristo in the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo in water, does forgive your sins. katika maji hukusamehe dhambi zako. I do not believe Siamini hayo. that I believe you to be baptized all day long. Wewe naamini ungebatizwa siku nzima. Now, I know that there's perhaps people sitting here who come from the apostolic church. Sasa najua labda mna watu wanaoketi humu wanaotoka kwenye kanisa la apostoli, I mean, the United Pentecostal Church, namaanisha ama kanisa la United Pentecost, which they teach that. ambalo hufundisha hayo. But you see, I do not believe that the water forgives sins. Ila mwaona, siamini ya kwamba ubatizo wa maji usamee dhambi, Or if it was, then Jesus died in vain. See? au kama unafanya hivyo basi Yesu alikufa bure. Mwaona, I believe that it's only an ordinance of God. See? naamini ya kwamba ni agizo tu la Mungu, waona, To show that you have been forgiven. kuonyesha ya kwamba umekwisha kusamehewa. But to be baptized for regeneration, no. Bali kubatizwa kwa ajili ya kuzaliwa mara ya pili,
La, I don't believe that. I don't believe that water forgives sins. siamini hilo. Siamini ya kwamba maji hukusamehe dhambi. Neither I believe that this bread and wine has anything to do with you. Wala siamini ya kwamba huu mkate pamoja na divai vina wahusu kamwe. You're only keeping an ordinance that God has ordained for us to do. See? Ni kuadhimisha tu agizo ambalo Mungu ametuagiza kufanya. Hiyo ni kweli. I believe water baptism is the same thing. Naamini ubatizo wa maji ni jambo lile lile. I believe it's compelling to us to do it. Naamini tupasa kufanya hivyo. That he done it all for our example. Ya kwamba yeye alifanya hayo yote kwa kielelezo chetu. And he done this for our example. Naye alifanya hili kwa kielelezo chetu. And he washed feet for our example. Alitawadhana miguu kwa kielelezo chetu. Now, after the same manner also, 25th verse. Sasa na vivi hivi kifungu cha 25. After the same manner also he took the cup. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe. And when he had supped, saying, akisema, this cup is the New Testament in my blood. Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. For as oft, maana kila, remember now. Kumbukeni sasa. For as oft as you eat this bread and drink this cup, maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, you do shew forth the Lord's death till he come. Mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. How long? Kwa muda gani? Until he comes. Hata ajapo. Maona? Wherefore, whosoever shall eat this bread basi kila ulaye mkate huu and drink this cup of the Lord unworthily, au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili, he shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Let me stop just a minute. Hebu nikome kwa dakika tu. The reason he said this, you notice in another verse here, another chapter. Kusudi la yeye kusema hayo, mliona katika kifungu kingine hapa, sura nyingine. That he said, I understand when you come together, you're eating. Ya kwamba yeye alisema, ninajua mnapokutanika pamoja, mnakula. Even getting drunk at the Lord's table. Hata kulewa kwenye meza ya Bwana. They misunderstood it, you see. Wao walielewa vibaya, mwaona. They just gluttoned in. Wao walikuwa walavi, mnaona. They just like people are doing today. Kama tu watu wanavyofanya siku hizi. They just live any kind of life and take it. See? Wanaishi tu maisha yoyote na kupokea. Mnaona? He said, you got homes to eat in. See? Naye akasema, mna nyumba za kulia. Mwaona? But this is an ordinance that we should keep. See? Bali hii ni agizo linalotupasa kutekeleza. Mwaona? Now, basi, but let a man examine himself, lakini mtu ajihoji mwenyewe. and so let him eat of the bread and drink of the cup. Vivyo aule mkate na kukinywea kikombe. For he that eateth and drinketh unworthily, maana alaye na kunywa isivyostahili, eateth and drinketh damnation to himself, ula na kunywa hukumu ya nafsi yake, not discerning the Lord's body. kwa kutokuupambanua mwili wa Bwana. Mwaona? What are you? Wewe ni nini? You're a Christian. Wewe ni Mkristo. You live before everybody as a Christian. Basi ishi mbele ya kila mtu kama Mkristo. And if you take that and don't live as a Christian, Na ukiupokea huo na uishi kama Mkristo, you're not discerning the Lord's body. wewe haupambanui mwili wa Bwana. You're putting a stumbling block in somebody else's way, see? Unaweka jiwe la kujikwaa mbele ya mtu mwingine, waona? As they see you trying to do that and they're not living what you're supposed to live, see? Wanapokuona ukijaribu kufanya hivyo na huishi vile unavyopaswa kuishi, unaona? You're not discerning the Lord's body. Wewe hupambanui mwili wa Bwana. Now what's the curse of it is? Sasa tazama vile laana yake ni nini? For this cause many are weak and sickly among you. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, And many are asleep. na watu kadha wa kadha
wamelala. The right translation of that word, Brother Perry, is dead. Tafsiri halisi ya neno hilo, ndugu Perry, ni wamekufa. Unaona? See? Many are dead. Waona? Watu kadha wa kadha wamekufa. For if we would judge ourselves, lakini kama tungejipambanua nafsi zetu, we should not be judged. Tusingehukumiwa. We judge ourselves, we won't be judged. Maana kama tukijipambanua nafsi zetu hatutahukumiwa. No? But when we are judged, ila tuhukumiwapo, we're chastened of the Lord, twarudiwa na Bwana, that we should not be condemned with the world. Isiye ikatupata adhabu pamoja na dunia. See? Not any attached to the world. Maana tusihesabiwe pamoja na ulimwengu. Wherefore, my brethren, Kwa hivyo ndugu zangu, when you come together to eat, mkusanyikapo mpate kula, tarry one for the other. See? mngojeane. Maona? And if any man hunger, let him eat at home, Mtu akiwa na njaa na ale nyumbani kwake, that you come not together unto condemnation. msipate kukutanika kwa hukumu. And the rest I will set in order when I come. See? Na haya yaliyosalia nitayatengeneza nijapo. Mwaona? Now, in other words, don't just come to take it as a... Sasa, kwa maneno mengine, msije tu kuupokea kama, As I said a while ago, kama nilivyosema muda mchache uliopita, about what the Jews, their sacrifice, kuhusu Wayahudi, dhabihu zao, say it was wonderful, it's given by God. wow, zilikuwa za ajabu, zilitolewa na Mungu. But it got to a place where they didn't do it in sincerity and in reverence and in order. Bali ilifikia mahali ambapo hawakuzitoa kwa uaminifu na unyenyekevu na katika taratibu. Then it become a stench in his nose. Basi zikawa uvundo puani mwake. Now the same thing is by our coming to take the Lord's Supper. Basi ni jambo lile lile tunapokuja kupokea meza ya Bwana, That we must come knowing what we are doing. kwamba inatupasa kuikaribia tukijua tunachotenda. Just like when you go into the water to be baptized in the name of Jesus Christ. Kama tu wakati unapoingia majini kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, You know what you're doing. unajua unachofanya. You're putting on to the church Unalionyesha kanisa what God has put in you, kile Mungu ameweka ndani yako. Christ. When we take this, Unapoupokea huu, it shows to the church inaonyesha kanisa that I believe every word of God. ya kwamba naamini kila neno la Mungu. I believe that He is the bread of life that comes from God out of heaven. Naamini ya kwamba yeye ni chakula cha uzima kitokacho kwa Mungu mbinguni. I believe every word that He says is the truth. Naamini kila neno asemalo ni kweli. And I live by to the best of my knowledge, God being my judge. Nami naishi kwalo vizuri nijuavyo, Mungu akiwa hakimu wangu. Therefore, before my brothers, before my sisters, Kwa hivyo, mbele za ndugu zangu, mbele za dada zangu, I do not swear, situkani, I do not curse, silaani, I do not do these things, sitendi mambo haya, because I love the Lord. kwa sababu nampenda Bwana. And the Lord knows and bears me record. Therefore, before you, Na Bwana anajua na ananishuhudia. Kwa hivyo, mbele zenu, I take the parcel of His body nachukua kipande hiki cha mwili wake, to know that I'm not condemned with the world. nikijua ya kwamba hainipati adhabu pamoja na ulimwengu. See, there you are. Then it's a blessing. Waona, ndivyo ilivyo. Basi ni baraka. And remember, I could give many testimonies on this, Naam, kumbukeni, ningetoa shuhuda nyingi kuhusu haya, where I've took that and explained it in a sick room and seen him healed. ambapo nimechukua hayo na kuyaeleza kwenye chumba cha wagonjwa And seen him healed. na kuona wakiponywa. Remember, when Israel taken the type of this, Kumbukeni,
Waisraeli walipokula mfano wa huu, they journeyed 40 years in the wilderness, walisafiri kwa miaka 40 jangwani, and their clothes never even wore out, na nguo zao hata hazikuchakaa, and they come out without one feeble one among them. na wakafika bila kuwa na hata mmoja mdhaifu mmoja kati yao, And with 2 million people, wakiwa watu milioni 2. as a type of this. Kama mfano wa huu. Well, what will the antitype do? Vema basi, kitu halisi kitafanyaje? If the body of a sacrificial animal did that for them, what would the body of Jesus Christ, Emmanuel, do for us? Kama mwili wa mnyama wa sadaka aliwafanyia wao hayo, je, mwili wa Yesu Kristo, Emmanuel, utatufanyiaje? That's being reverent when we come. Tuwe wanyenyekevu tunapokuja, Let us be just as reverent as we know how to come. na tuwe tu wanyenyekevu sana tuwezavyo tunapokuja.